Lakini leo basi atakuja katika mtindo wa kutufurahisha, hatakuja kuhubiri. Anataka kutuonesha pia ubunifu juu ya mahubiri yanavyotokea. Lakini pia yuko mgeni wake. Unajua katika mahubiri kuna wageni. Ana mgeni kutoka China ambaye sasa anakuja kutuhubiria neno la Mungu kwa Kichina na hajui Kiswahili. Alafu yuko sasa anayetafsiri kwa mahubiri ya Kiswahili. Karibuni tuwasikilize sasa watu hawa wakija na igizo lao la kuchekesha hili. Yes. Tunashukuru sana kwa nafasi hii. Ndugu mgeni rasmi na wengine wote. Mahali hapa tupo kwa jina la Bwana peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi wa kidato cha 4, Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tumekuja na neno la Mungu mahali hapa. Kwa majina yangu ninaitwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Deus Samuel kutokea Tanzania, mkoa wa Mwanza. Haleluya! Nimeambatana na mgeni wangu. Kwa majina atajitambulisha, mahali alipotokea, pia na majina yake. Sasa basi ni wakati ambao tunamsikiliza mgeni wetu akijitambulisha mahali hapa. Ni hao. Habari za asubuhi. Amkaje? Kwa majina yake anaitwa kama amejitambulisha. Ametokea Hong Kong. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Leo mahali hapa tumekuja kwa neema ya Mungu. Tumekuja kupata na Mungu asubuhi ya leo. Kwa tuombe Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakubariki mahali hapa. Tawala katika jina la Yesu Kristo. Tuseme amen. Asubuhi ya leo asubuhi ya leo tuna neno moja kwa watu kidato cha 4. Katika leo Waefeso sura ya 6 na mstari wa 1 hadi wa 3 na Mungu linasema, enyi watoto watii katika Bwana, kwa maana hii ndio haki na amri ya kwanza yenye ahadi. Neno la Mungu linatuagiza asubuhi ya leo tunapondoka mahali hapa, tunataka kuwatia wazazi katika Bwana, maana haki na amri ya kwanza yenye ahadi. Na tutapata heri na miaka mingi kuishi duniani. Makofi yake kwa Bwana Yesu. Pia katika Warumi sura ya 4 na mstari wa 13 neno la Mungu linasema, mkamate sana ili msimwache ende zake. Maana neno la Mungu asitupia linatuagiza kwamba mataka tukamate sana elimu, maana ufungua maisha yetu, maana ni mwongozo wa maisha yetu baadaye. Tusikatishwe tamaa kwa chochote kile. Elimu ni kitu cha msingi wa maisha yetu. Mwalimu anapokufundisha kwa makini kumsikiliza. Wakati mwingine ukuta mwalimu
anakuadhibu kwa ajili ya kile kitu unachokifanya. Yamkini kitu kibaya kinaweza kufanikisha maisha baadaye. Sasa ni wajibu wako kutendea kazi kile ambacho unafundishwa. Na sasa kutikia mwalimu na kuadhibu. Sasa mwenye sikio na amesikia neno la Mungu, kama tuombe kwa ajili ya kufunga neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu, wanamesikia neno lako, tunaomba neema yako ikae ndani yao. Wape Roho Mtakatifu kuendelea kukumbusha ya Mungu ambao unatenda kazi ndani yao. Tunahitaji neema yako. Tawala mfalme wa falme. Roho Mtakatifu tawala ndani yao. Roho Mtakatifu atawala ndani yao. Katika jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, tuseme amen.